Hutakiwi kuwa na kamera wala kuwa na mic ya aina yoyote ile ili kutengeneza hizi videos za story ambazo zina trendi sana katika YouTube na katika mitandao mingine ya kijamii. Ngoja nikusikilizishe alafu pia nikuonyeshe jinsi ya kuzitengeneza kwa njia rahisi. Huhitaji chochote ila simu yako tu, na kumbuka ni bure kabisa. Kivuli cha penzi. Episodi ya kwanza. Mwaliko wa mashaka. Sauti inaanza na milio ya mvua kubwa inayopiga paa za mabati na radi inayopasua anga. Lulu anasimama mbele ya geti kubwa la chuma la jumba la kifahari la Baraka. Ameshika Hapa nitatumia smartphone, na hatua ya kwanza ni kuingia kwenye simu yako na kwenda katika application ya Gemini. Gemini unaipata Play Store au Apple Store, na nishaelekeza jinsi ya kudownload. Kisha weka hiyo prompt. Hiyo prompt nitakupa kwenye description ya hii video. Nitengenezee series ya story nzuri ya kusisimua ya mapenzi, story iwe na misukosuko na isiwe na direct, kuepuka kuboa wa sikilizaji. So utaweka hii prompt alafu utaipa. Sasa lengo ni kwamba tupate series. Cha kufanya sasa hapa ni kwamba unaweza kutengeneza hizi series nyingi, na imetengeneza story kama unavyoona hapo. Tayari ni story yenye series. Ina series, unaona hiyo ni series, ni episode ya kwanza hapo, hiyo ni episode ya pili, hiyo ni ya tatu, lakini sijapenda kwamba imeweka muda hapo. Kumbuka haya maneno inabidi tukayaweke katika AI ya kutengeneza sauti, kwa hiyo muda huo wa script tutaki. Kwa nitaiambia ondoa muda, kwa sababu nitaweka kwenye AI kwa ajili ya kutengeneza audio. Umeona sasa, ina maana ule muda tukienda kwenye audio pia AI ya audio itakuwa inausema kitu ambacho kitafanya story isiwe nzuri. Kwa hiyo nitaiambia na kila episode usiweke muda kwenye story, kisha nitaipa. Kwa baada ya hapo itanitengenezea story script ile ile, yani haijabadilisha chochote isipokuwa imeondoa ule muda ambao uko ndani ya script. Okay, ndo huwa hapo. Sasa ndo hii hapo, hizo hapo series zangu, hizo episode zangu. Cha kwanza nitakopi episode moja. Kwa mfano hapa nitaanza na episode ya kwanza. Story yetu inaitwa Kivuli cha mapenzi, ya Kivuli cha penzi. Kwa nitakopi kuanzia title episode ya kwanza mpaka mwisho kwenye episode ya kwanza. Unaona hapo ndipo episode ya pili inapoanzia, kwa hiyo nitaikopi hiyo. Alafu sasa hapo ndo tutaenda kwenye scene ya pili. Nitaingia kwenye Chrome, waingia Google Chrome, alafu sehemu ya kuandika andika Google AI Studio Voice Generator. Okay, Voice Generator ipo link ya direct, lakini naona hivi ndivyo unavyoweza kutengeneza ndio unaweza kukumbuka kirahisi zaidi. Kwa nitabonyeza link ya kwanza afu nitaingia kwenye hiyo page. Bonyeza pale juu pembeni mkono wa kulia kabisa kuna ile alama options, kisha chagua single speaker audio hapo design hiyo, alafu huko chini mchague mtu. Mimi napenda kumchagua pack, hiyo pack wa namba 2. Hapo na kumemaliza. Kwa hiyo narudi huku hapo, hiyo sehemu ya kuandika, futa hiyo maneno, alafu utataka mtu anayesimulia awe calm, yani awe ametulia. Kwa nitaandika calm, alafu nitaandika documentary like, yani kiasi kwamba iwe ni mtu ambaye anakuwa kama anasimulia. Okay, documentary like narration, weka pia koma, kisha weka narration story au story narration. Okay, so hapa tunaweka ili kuipa maelekezo sauti ambayo tunataka itengenezwe. Tumemtumia Punk na pia tumempa maelekezo, na hapo nitapaste sasa ile episode yangu ya kwanza. Hiyo ni episode ya kwanza, nimeshaipaste hapo, lakini ukishuka huko chini ndo nimeandika run, na bonyeza kwenye run, alafu sasa inatengeneza audio. Hapo itatengeneza audio, na hiyo hapo imeshatengeneza audio. Mimi nitaiplay hiyo audio. Nitaisikia kama iko vizuri. Kama haiko vizuri unaweza kubonyeza tena run, then ikatengeneza audio nyingine. Lakini kisha nikishaipenda mimi nabonyeza hizo alama 3 mkono wa kulia pembeni mbele ya audio. Hapo ndipo unabonyeza, alafu pia unabonyeza download ili uweze kudownload hiyo audio kwenye simu yako. Hapa kila kitu tunakifanya kwenye simu na utaweza kutengeneza. So hapo tumesha download audio. Kitu cha pili sasa kinachofuata ni kwamba tutaenda kwenye application yoyote unaitumia kwenye kuedit. Mimi natumia CapCut. Kwa hiyo nitaingia kwenye simu yangu, nitaandika CapCut. Nitaenda kwanza kwenye Gemini, alafu nitataka kwanza nitengeneze picha kwa ajili ya hiyo story. Kwa sababu hapa tupokuwa tumetengeneza story, nitaiambia tena Gemini kulingana na story uliyotengeneza nitengenezee picha. Sasa hapa Gemini tayari si ndio imetengeneza story, ina maana hata picha inajua kwamba ni picha gani itakayofit katika story. Kwa hiyo ukishatengeneza picha moja unaiambia tena nitengeneze picha inayofuata, nitengeneze picha inayofuata. Kwa hata kama unataka picha 10 kwa ajili ya episode moja inakutengenezea, then unaziweka. Okay,
Kwa hiyo nitaenda picha ya kwanza ya story, kisha nitaitumia hiyo kama reference kutengeneza picha zingine. Hakikisha nitawekea hizi prompt kwenye description, kwa hata usijali. Okay, baada ya hapo sasa itatengeneza hiyo picha. Ndio hapo inatengeneza picha baada ya kuipa hiyo prompt, na mimi nitaitumia hii picha kwenye kuedit sasa hii video yangu katika application yangu ya kuedit. Kama sijaipenda, kwa mfano mimi nitengeneza labda ni mzungu, nataka awe Mwafrika, nitaambia nataka mhusika awe mweusi au koma Mwafrika. Umeona? Yeah. Kwa hiyo unaipa tu maelekezo kama vile unavyoongea na mtu, kama unavyoongea na ndugu yako, jirani yako au rafiki yako, then yenyewe inafanya kile wewe ambacho umekielekeza ifanye. Kwa baada ya hapo itanitengenezea hiyo picha ambayo mimi sasa kama nitaipenda then nitaitumia. Kama hujaipenda pia unaweza kaiambia ikatengeneza picha nyingine tena kulingana mpaka wewe mwenyewe ulizike, ndipo uweze kuendelea mbele. Haya, hii mimi nimeipenda kwa sababu story ndio inaanza hivyo. Then baada ya kuwa nimeipenda, then mimi nitaisave, nitaigusa, nitabonyeza hapo pembeni kwenye alama tatu, alafu nitabonyeza save. Okay, save, nitaigusa picha afu nitabonyeza save. Hapo nimesha save. Sasa ndo naenda sasa kwenye CapCut. CapCut ndo application ambayo mimi natumia kuedit. Wewe kama una yako haina shida. Kisha nitabonyeza new video, kisha nitabonyeza pale kwenye photos, kisha nitachagua ile picha ambayo nimeitengeneza hapo, nitaiweka, alafu nitaiweka kwenye CapCut. Ndio hii hapo tayari. Huku chini sasa inabidi kwanza utenji. Sasa hii sio lazima, unaweza change aspect ratio, kwa sababu imeandika aspect ratio, mimi nikaweka hiyo ya kama TikTok au Instagram, ndio naipendaga stories hiyo hivyo. Alafu nitazoom then ili ijae perfect. Alafu sasa hapa nitatafuta sehemu ya kuweka audio, nitabonyeza kwenye music, kisha nitaenda kwenye sounds, alafu nitaweka ule muziki au ile audio ambayo mimi nimeidownload kule. Kumbuka tu kutoka Google AI Studio, kwa nimeshaitafuta hapo, ndio hii hapo. Baada ya hapo naweza nikamua kwamba katika episode moja nilikuwa natumia tu picha moja kwa sababu watu wanapenda kusikiliza story. Kwa hiyo nikamua hii picha nikaizoom ikaenda mbele. Alafu kitu kingine ni kwamba naweza nikatengeneza sasa kitu kinaitwa captions. Watu wanapenda kusoma captions huko wanasikiliza story. Kwa uzuri ni kwamba pia CapCut ina sehemu ya Kiswahili. Kwa hiyo nitaweka Kiswahili, alafu nitabonyeza generate hapo kwenye captions. Hapo na generate captions za Kiswahili ambazo ni fasaha, ambazo haikosei kabisa CapCut. Labda wewe mwenyewe tu ndio umekosea kwenye kutamka, lakini 99% inapatia maneno ya Kiswahili. Kwa hiyo tuseme tu ni 100%, mara nyingi hata wasiedit chochote kama nimepatia. Haya, itanitengenezea hiyo caption. Alafu sasa mimi nitakuja huku kwenye mwanzoni kabisa ningetakiwa ni zoom hiyo picha mpaka mwisho, kwa sababu nikizoom inaenda na caption inakuwa kama inazisukuma. Kwa hiyo nitakachokifanya hapa nitarudia kutengeneza captions nikiwa nimeshaizoom ile picha. Ile picha nimeshaizoom na imesha fit kwenye audio ambayo nilikuwa nimeiweka. Kwa baada ya kumaliza hapo, nishamaliza, then unaweza kama kwamba uka style hapo kwa kubonyeza style hapo chini ili ustayle hizo hayo maneno hayo. Nikaamua kuchagua yoyote hapa. Okay, baada ya kuchagua ita load. Baada ya kuchagua moja hapa, chagua style yoyote. Sasa mimi napenda kutumia style ambayo ni herufi kubwa zenyewe, ili kama kuna herufi kubwa na ndogo then isiwe mchanganyiko. Kwa mfano nichukue hiyo quick brown hiyo, then nikaizoom kidogo kulingana na ninavyotaka. Sasa ni wewe mwenyewe, unaweza kama maandishi kwa makubwa au yakawa madogo, haina shida. Unataka kufanya tu ni kwamba ufanye kitu ambacho ni kizuri kulingana na mapendeleo yako wewe. So yeah, ila kama maandishi ngoja niyapunguze kidogo, naweza kaweka hapo ili msikilizaji akiwa anasikiliza story lakini pia ana uwezo wa kusoma maneno ambayo yanaongelewa na msimuliaji. So yeah, unaweza kuwa unatumia picha moja kwenye kila episode, na hapo naweza nikasave hii video na nikaipost sehemu yoyote ile. Lakini sasa kuna ile kwamba unataka kwamba utumie picha, labda utumie picha nyingi, si unaelewa? Yeah, utumie picha nyingi, usitumie picha moja. Unafanyaje? Sasa hapa ndipo unakuja sasa hii kidogo inakuwa ni kazi. Unatakiwa uende tena Gemini, kwa tutaenda Gemini, alafu tutaiambia Gemini itutengenezee picha zingine. Ngoja kwanza ni save hii ili in case tu isiwe shida kwangu. So nitakufanya, nitaondoka hapa kwenye
CapCut, alafu nitaenda Gemini. Sasa kwa sababu tayari picha ya kwanza tunayo, mimi nitaiambia tu nipe picha inayofuata. Ina maana sasa hapo wewe utakuwa unaiambia Gemini ikupe picha inayofuata, alafu unaenda unaweka ile picha inayofuata pale kwenye CapCut au kwenye editor yako ambayo wewe unaitumia. Umeona? Ya inakuwa ni simple design. Kwa hiyo ikinipa hii picha inayofuata, mimi pia baada ya kunipa hii picha naiambia tena kwamba nipe tena picha inayofuata. Ina maana kila ukisema picha inayofuata then inakupa picha ya ile tukio ambalo linafuata kwenye story. Kwa hiyo kwa mfano ile ilikuwa ni picha ya kwanza, then hili tukio ndio tukio ambalo linafuata kwenye story. Pia naweza nikaiambia tena nipe picha inayofuata. Ina maana hapa tena nitaandika ina maana hiyo ni picha ya 3 sasa natengeneza. Nipe inayofuata baada ya hiyo. Okay, hapo nimeipa, then itatengeneza tena hiyo picha nyingine sasa inayofuata baada ya picha ya pili. Ina maana hii tunatengeneza picha ya 3. Utafanya hivyo hata kama ni picha 10, then zote zitatengenezwa hapa na wewe utakuwa unazichukua na kwenda kuzitumia kwenye CapCut au kwenye editor yako. Sasa ngoja tuende CapCut nikuonyeshe. Okay, hapa tumeingia tena CapCut. So unachokifanya ni kwamba unaenda unaamua kwamba labda picha moja iwe inachukua sekunde ngapi. Kwa mfano mimi nitataka kwamba picha yangu moja hii ichukue sekunde labda 10 au 12, 10 ngapi. Alafu sasa unaiweka sekunde 10, alafu unachukua picha nyingine. Hapo nimeingia sasa nichukue picha nyingine kama hiyo, naweka baada na yenyewe naiwekea sekunde 10. Pia naamua nachukua picha nyingine kwa mbele na kuja naweka inakuwa sekunde 10. Kwa hiyo kila baada ya sekunde 10 inakuwa ni interval ambayo picha ninaziweka hapa. Tachukua na hiyo hapo. Hiyo ni kwa sijai save, kwa hiyo nitai-save design hiyo, alafu nitaiweka kwenye CapCut yangu. Taadi hapo, alafu nitaweka kwenye story design hiyo, naivuta ili angalau zifike sekunde 10. Design hiyo. So ukiwa unaweka hivyo, ina maana unaweza kutengeneza baada ya kutengeneza story yenye picha moja, unaweza kuwa unatengeneza story yenye picha nyingi, sauti story na maneno pia. So ndio hivyo tu jinsi ya kutengeneza, na unaweza kutengeneza ya kwako. Na tumaini umenielewa, na pia usahau kusubscribe kwenye hii channel yangu, sababu nitakuwa nakupa video nyingi tu kama hizi ambazo zitakufundisha vitu vingi hapa mtandaoni. Baada ya hapo unamaliza, una export video na video yako inakuwa tayari kuiposti kwenye mtandao wako wa kijamii unaotumia.